Jenerali Idi Amin Dada alishika madaraka mnamo Januari 25 mwaka 1971 baada ya kuiangusha kijeshi serikali ya Dr. Milton Obote aliyekuwa rais wa Uganda kutoka mwaka 1966 hadi mwaka 1971. Dr. Obote will come back to Uganda as a citizen of Uganda but not as a president of the Republic of Uganda. Baada ya mapinduzi hayo, mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kampala na Dar es Salaam ulizuka na kufikia kilele chake Aprili 11 mwaka 1979 pale majeshi ya Tanzania yalipomfurusha uongozini Idi Amin Dada katika vita maarufu kama vita ya Kagera katika operation Chakaza iliyotangazwa na Rais Julius Kambarage Nyerere siku hizo. Tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Haya ni makala maalumu ya Nyufa za Kanda, na majira haya tunaangazia sehemu ya kwanza ya Operation Chakaza iliyotangazwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kumpiga rais wa Uganda Jenerali Idi Amin Dada ambaye alivamia Tanzania mwaka 1978. Mimi ni Awadh Rashidi. Mnamo Oktoba 9 mwaka 1978, wakati Waganda wakisherehekea siku ya uhuru wa taifa lao, mwanajeshi wake mmoja alivuka mpaka na kuingia Tanzania kupata vinywaji na kukutana na mpenzi wake ambaye alikuwa raia wa Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor la nchini Uganda la Oktoba 9 mwaka 2017, wakati mwanajeshi huyo akiwa mpakani upande wa Tanzania kwa starehe zake, alijikuta akipambana na wanausalama wa Tanzania, hali iliyopelekea kukamatwa na kutupwa rumande. Siku iliyofuata mwanajeshi huyo aliachiliwa kurudi kwa Uganda, lakini kwa kudhani kuwa amedhalilishwa na wanausalama wa Tanzania, alikimbilia kambini kwake upande wa Uganda kuchukua bunduki na kurejea upande wa Tanzania kulipiza kisasi. Alipofika umbali fulani hivi kutoka kituo alichokuwa ameshikiliwa, alifyatua risasi kadhaa kwa mbali hadi iliyopelekea askari wa zamu waliokuwa katika kituo hicho kukimbia. Baada ya kitendo hicho, askari huyo alirejea kambini kwake na kumwambia kamanda wake kwamba alikuwa ametekwa na askari wa Tanzania lakini amepambana nao. Bila kutafakari sana, kamanda wake alimpigia simu kamanda wa kikosi cha Malire kilichopo mjini Kampala, Kanali Juma Ali Oka. Bila ya kuwajulisha maafisa wakuu wa ngazi za juu wa jeshi la Uganda UPDF, Kanali Oka aliviamuru vikosi vya jeshi vilivyokuwa Ziwa Victoria kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Luteni Biansi ili kuishambulia Tanzania. Nilikuwa kamanda wa kwanza wa vifaru kuingia Tanzania. Tuliamriwa kushambulia. Tulikaa Tanzania kwa wiki 2 kabla ya kuamriwa kuondoka na kurejea Uganda, Luteni Muzamiri Amule wa jeshi la Uganda UPDF alimwambia mwandishi Faustin Mugabe wa gazeti la Daily Monitor katika mahojiano aliyoyafanya naye mwaka 2015 nchini Uganda. Kwa mujibu wa Luteni Amule, Kanali Oka aliingiza Uganda kwenye vita isiyokuwa na ulazima wowote. Unawapelekaje vitani wanajeshi kutoka Malire hadi Mutukula bila kumtaarifu amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama au hata kamanda yote wa ngazi ya juu? Luteni Amule alihoji katika mahojiano hayo na Daily Monitor. Mnamo Oktoba 27 mwaka 1978, mara baada ya uamuzi wa Kanali Juma Oka, zilitumwa ndege 3 za kivita aina MiG-21 zikiongozwa na marubani wa jeshi la Uganda Luteni David Omita, Luteni Atik na Luteni Abu Sala, ambao walikuwa wamerejea Uganda kutoka mafunzoni nchini Urusi. Uganda ilinunua ndege 20 za aina hiyo MiG-21 mwaka 1977 ili kuziba pengo la ndege zake aina MiG-15 zilizoharibiwa na makomando wa Israel mwaka 1976 walipoivamia Uganda katika operesheni maarufu ya kuokoa mateka wa Israel waliokuwa wametekwa na wanamgambo wa Kipalestina. Ndege hizo 3 zilipaa kutoka Entebbe na kushambulia Tanzania kisha kurejea Uganda ndani ya muda mfupi tu. Hata hivyo, wakati wa kurejea Uganda, ndege ya Luteni Omita ilishambuliwa na wanajeshi wa Tanzania na kuharibiwa bawa lake la kushoto kabla ya kushika moto, lakini Luteni Omita alifanikiwa kuruka kwa parachuti.
Hadi wanajeshi wa Tanzania wanafika alipokuwa mabaki ya ndege hiyo, rubani huyo alikuwa ameshakimbia kurudi Uganda, na baadaye akafika Entebbe alipokutana na rais wa Uganda Jenerali Idi Amin Dada, ambaye alimpongeza kwa ujasiri. Mimi nakuja hapa personally kupiga asante sana kwenu. Kufikia Oktoba 29 mwaka 1978, kituo cha redio cha Sauti ya Uganda kilitangaza kuwa Rais Jenerali Idi Amin Dada aliwapandisha vyeo Maluteni Omita, Atiku na Abu Salah kwa kuwa makanali na kuwafanyia tafrija katika uwanja wa ndege za kijeshi mjini Entebbe. Mlifanya kazi ngumu sana mpaka sasa Tanzania na kusanyamaza kimya, na mimi najua bado kidogo commanding officer ataleta bendera ya Tanzania, yeye tamupa kwangu, alafu hii bendera inakwenda ndani ya command post. Alile moto! Baada ya mji wa Bukoba kushambuliwa na majeshi ya Uganda, mkuu wa mkoa wa Kagera Musi hizo ukiitwa mkoa wa Ziwa Magharibi Mohamed Nasor Kisoki aliitisha mkutano wa viongozi wa CCM na serikali na kuambia kwamba kinachoendelea mpakani ni hali tu ya kutoelewana, na kwa sababu hiyo hakuna haja ya kuwa na hofu. Kisoki aliwasihi viongozi hao kwenda kuambia wananchi kuwa, nanukuu, sisi ni marafiki wa Uganda na Idi Amin alikuwa mpakani akishikana mikono na watu wetu, mwisho wa kunukuu. Hata na hivyo, wananchi wengi hawakuridhika na maelezo hayo ya mkuu wa mkoa, kwa sababu ndege za jeshi la Uganda zilikuwa bado zikionekana mara kwa mara na bado kulikuwa na wasiwasi wa mashambulizi mengine. Mimi Matias Kenga nilikuwa naishi katika kijiji cha Biterere. Nilikuwa nafanya kazi katika kiwanda cha sukari Kagera. Wanajeshi wa Uganda walipoingia walinikuta nyumbani, wakanishambulia, wakaninyang'anya mali yote shilingi 900 na mavazi yote. Halafu wakanipiga mguu wa kushoto ukavunjika, wakanitesa vibaya sana. Kwa muda wote huu, ukiacha kauli za mkuu wa mkoa wa Kisioki, hakuna afisa mwingine yoyote wa CCM wala serikali ya Tanzania ambaye alikuwa ametoa kauli yoyote hadharani kuhusu kinachoendelea kati ya Tanzania na Uganda. Kwa wakati wote huu, vyombo vya habari nchini Tanzania havikutangaza chochote kuhusu matukio yaliokuwa yakitokea Kagera. Habari za matukio hayo zilisambazwa tu na wale waliokuwa wakikimbia vita. Shambulio dhidi ya mji wa Bukoba lilifanya raia wengi wa Tanzania kutaharuki na kukimbia mji huo. Hadi jioni ya siku ya shambulizi la jeshi la Uganda, barabara zote za kutoka mji wa Bukoba zilikuwa zimefurika watu waliokuwa wakikimbia mji huo. Kufikia Jumatatu ya Oktoba 30 mwaka 1978, maelfu ya wanajeshi wa Uganda waliingia tena nchini Tanzania kupitia maeneo manne ya Kukunga, Masanya, Mutukula na Minziro. Raia wa Tanzania waliojaribu kupambana na majeshi hayo vamizi waliuawa kikatili, huku mamia ya wananchi wa Tanzania hususan wanawake wakichukuliwa mateka na kupelekwa kwenye kambi ya kijeshi ya Kalisizo nchini Uganda. Kwa mujibu wa kitabu cha The Great Britain Police on Uganda, baada ya Uganda kuteka eneo la Tanzania lenye ukubwa wa kilomita 1800 za mraba, wanajeshi wa Uganda walianza kupora, kubaka na kuua. Kwa mujibu wa kitabu kingine cha The Tanzania Invasion of Uganda, Just War, kwa siku hiyo moja tu zaidi ya Watanzania 1500 waliuawa, huku wanajeshi wa Uganda wakipora kila walichoweza kupora. Kiwanda cha sukari Kagera kiliathirika zaidi na uporaji huo, sawa na ranchi ya Misenyi ambayo mifugo mingi iliporwa na kupelekwa Mbarara, Uganda, ambako iligawiwa kwa askari na ndugu na marafiki zao. Baada ya siku hiyo hiyo, redio ya taifa Uganda ilitangaza kuwa jeshi la Uganda lilikuwa limekomboa eneo la Kagera na kusema kutoka wakati huo mpaka halali wa Tanzania na Uganda ulikuwa ni mto Kagera. Rais wa Uganda Idi Amin Dada mwenyewe alizuru eneo hilo na kupiga picha na silaha zilizoachwa na wanajeshi wa Tanzania waliokimbia. Na hii mimi nafikiri ni mwanzo tu, yuko silaha zaidi kutoka kwa ndege mpaka chini, iko ambayo zaidi ya nguvu kushinda hizi. Mimi nataka nyinyi napumzika na kukaa tayari, siku ngine kama maneno takuwa mbaya, nyinyi mtarudi, mtasafisha mpaka Dar es Salaam.
Habari za kutekwa kwa mkoa wa Kagera zilimfikia Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Jumatatu ya Oktoba 30 mwaka 1978, ambapo aliwaita nyumbani kwake makamanda wa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania JWTZ, wakijumuisha mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama siku hizo Luteni Jenerali Abdalla Twalipo. Hatuingizi majeshi yetu sisi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini. Si kazi yetu sisi. Bana, ingekuwa hivyo hivi tulikuwa tunangoja nini? Miaka yote 8 na uwezo tunao. Siku mbili tu baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kukutana na makamanda wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania mnamo Novemba mosi mwaka 1978, alihutubia taifa kupitia wazee wa Dar es Salaam na kutangazia taifa juu ya uvamizi wa Idi Amin Dada na uamuzi wa kumpiga. Nimewaombeni mkusanyike tena niwaelezeni jambo ambalo kwa sasa wote mnalijua, lakini naona si vibaya nikiwaeleza, na nitawaeleza kwa ufupi. Wakati nilipokuwa ziarani Songea kuanzia juma la pili la mwezi uliopita, zilitangazwa habari kutoka Uganda kwamba jeshi la Tanzania limeingia Uganda na kuchukua sehemu kubwa na kuua watu hovyo. Siku zilipotangazwa habari hizo, nilikuwa nimekaribishwa chakula cha jioni na vijana wetu wa jeshi pale Songea na nikakanusha. Na kweli nikachukua nafasi hiyo kuvishutumu vyombo vya habari vya nje ambavyo vinapenda kutangaza uongo Idi Amin. Kila anapotangaza uongo, wao huurukia na kuutangaza kana kwamba ni ukweli. Huo ndio uliokuwa uongo wake wa kwanza. Baadaye akabadili sura, akaongeza uongo wa pili katika shabaha hiyo hiyo kuwa Watanzania wanaua watu ovyo na kwamba wanasaidiwa na majeshi kutoka Cuba. Uongo huo nao tukaukanusha. Kwa hiyo alivyozidi kusema habari hizo za uongo, tuliendelea kuzikanusha na kuzipuuza, lakini siku ya Alhamisi akatuma ndege za kivita Bukoba. Vijana wetu akazitupia risasi zikakimbia. Siku hiyo ikarudi nyingine moja ikaangushwa. Ijumaa zikaja ndege za Kiaka zikatupa mabomu. Vijana wetu walizitupia risasi na 2 zikaangushwa. Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema na kugusia pia ndege za Tanzania zilizopotea uwanjani wakati zikitoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, ambazo kutoka na kasi yake zilihisiwa kuwa ni za adui na zikatunguliwa na majeshi ya Tanzania. Mwalimu Nyerere alisisitiza kuwa Tanzania ilikuwa imechoshwa na uongo wa Idi Amin na hivyo ameamua kuwa ndege zozote zitakazoonekana zitunguliwe. Kwa hiyo vijana wetu wamekwishaambiwa kuwa ndege za kivita zikionekana zipigwe. Kwa vile za Bukoba na Kiaka zilivyopigwa, basi na hizi zikapigwa zilipofika Musoma. Walidhani ni za adui, tukapoteza ndege 3. Lakini katika mambo ya vita ajali hutokea, na vijana hawa walishaambiwa ndege zikionekana zipigwe. Je, wangeziacha? Wanajuaje ni za adui? Kwa hiyo ikatokea bahati hiyo mbaya. Matukio haya hatukuyatangaza. Hata kule kupigwa kwa ndege za Idi Amin hatukutangaza. Hatukutangaza kwa sababu hatukutaka jambo lenyewe kulipa uzito mkubwa. Tulisema akiendelea kuleta ndege zake tutaziangusha kila zinapokuja. Uwezo wa kuziangusha upo, na mwenyewe Idi Amin anajua uwezo huo upo, na ni vizuri akijua yeye mwenyewe. Mwisho wa kunukuu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaeleza wazee wa Dar es Salaam na kukazia kuwa Tanzania haina subira tena na uchokozi wa Idi Amin Dada, kwani ameshavuka mstari mwekundu. Jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli majeshi yake yamevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndio hali. Tufanye nini? Tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja, ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Baada ya Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama nchini Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuagiza Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania TPDF kuingia vitani, Brigade ya Kusini ilipewa jukumu la kwanza kujibu mashambulizi.
Brigade ya Kanda ya Kusini iliyokuwa na makao yake huko Songea chini ya Brigedia James Luhanga ilikuwa na wapiganaji kati ya 4,000 na 5,000. Kwa mujibu wa gazeti la The Citizen la Oktoba 14 mwaka 2014, halikuwa jambo la bahati mbaya kwa brigade hiyo kuwa tayari muda wote kwa vita. Brigade hii ilikuwa imeandaliwa ili baadaye iweze kutumwa nchini Namibia kujiunga na wapiganaji wa uhuru wa SWAPO, gazeti hilo liliandika. Brigade hiyo ilianza safari kutoka Songea kwenda Kagera Alhamisi ya Novemba 2 mwaka 1978, siku ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangazia taifa uamuzi wa kuipiga Uganda. Askari wa brigade hiyo walilazimika kusafiri na zana zao za kivita umbali wa kilomita 1600 kutoka Songea hadi uwanja wa vita. Baada ya safari hiyo ya taabu kubwa kutokana na mvua iliyokuwa ikinyesha na barabara kuharibika, wanajeshi wa Tanzania waliwasili na mara moja kuanza kuchimba mahandaki kwa ajili ya kujihifadhi na shambulio lolote la anga ambalo halikutarajiwa. Wakati hayo wakijiri jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu Edward Moringe Sokoine alitoa maelekezo kwa wakuu wote wa mikoa 20 ya Tanzania kuhamasisha matumizi ya mali za serikali na za watu binafsi kutumika katika vita hiyo. Kamati zote za ulinzi na usalama mikoani na wilayani zikutane kujadili swala hili la uvamizi na namna ya kuimarisha ulinzi wa nchi yetu. Mabasi na malori kutoka serikalini na kwa kampuni binafsi yalitumika kupeleka wapiganaji na vifaa vya kivita kwenye uwanja wa mapambano. Ingawa majeshi ya Uganda aliteka mkoa wa Kagera kwa urahisi, lakini alihofia sana jeshi la Tanzania kujibu mapigo. Waandishi wa kitabu cha Deadly Development wameeleza katika kitabu chao kuwa kwa kuhofia hilo, wanajeshi wa Uganda waliamua kulipua daraja la mto Kagera eneo la Kyaka, shughuli iliyofanywa na Luteni Kanali Marijani wa jeshi la anga la Uganda. Kati ya Novemba 1 na 2, wanajeshi wa anga wa jeshi la Uganda walifanya juhudi kubwa la kuharibu daraja hilo, lakini walipata upinzani mkali kutoka jeshi la Tanzania ambalo lilizishambulia ndege hizo kwa makombora na nyingine kudunguliwa. Hatua hiyo iliwavunja moyo marubani wa jeshi la Uganda kuendelea na kazi hiyo. Hata hivyo, baadaye Luteni Kanali Marijani alipata wazo la kutumia bomu la kutegwa. Luteni Kanali Marijani wa jeshi la Uganda alifunga safari hadi machimbo ya shaba Kilembe, kiasi cha kilomita 225 kwenye milima Ruwenzori. Meneja wa machimbo hayo ambaye alikuwa Mwingereza alikubali na akatuma timu ya wataalamu wake kwenda kutega mabomu kwenye daraja la mto Kagera. Usiku wa Ijumaa ya Novemba 3 mwaka 1978, watekaji wa mabomu walifika darajani na kufanya kazi hiyo bila kuonekana, na kabla ya kupambazuka daraja hilo likawa limelipuliwa. Mmoja wa wanajeshi wa UPDF alikuwa na wategaji hao ni Sergeant Kifulugunyu. Sergeant huyo aliambia gazeti la Daily Monitor la Uganda mnamo Aprili 23 mwaka 2016 kuwa wataalamu hao wa mabomu walikuwa 3, lakini utafiti wa gazeti hilo ulikuja kubaini baadaye kuwa walikuwa 4, Muitaliano mmoja na Waganda 3. Baada ya kudilipua daraja la Kagera, wanajeshi wa Uganda walifurahi sana jambo hilo. Tulifanya sherehe hapa hadi Kampala. Tuliridhika kuwa jeshi la Tanzania halingeweza kutushambulia tena baada ya kuharibu daraja ambalo wangetumia kuvuka na kuingia Uganda, Sergeant Kifulugunyu aliambia gazeti la Daily Monitor. Kwa upande wa marubani wa jeshi la Uganda waliotumika kulipua daraja la Kagera ni Major John Amunga, ambaye alikuwa kati ya marubani bora zaidi wa ndege za kijeshi za jeshi la Uganda, ambaye wenzake walimbatiza jina la mharibifu wa Tanzania. Mwingine alikuwa John Gase kutoka Seychelles, na ambaye alikuwa mtaalamu wa ubomoaji na ndiye anayedaiwa kulilipua daraja la Kagera. Hata hivyo, katika kitabu cha The Guardian Angel yapo maelezo tofauti kuwa mmoja ya wafungwa katika magereza ya Tanzania huko Dodoma aliyekutana na John Gase gerezani alimweleza mwandishi wa kitabu hicho kuwa John Gase akuhusika na kulipua daraja hilo. Siku daraja la Kagera lilipolipuliwa, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ lilipata pigo jingine, kwani ndege 3 za kijeshi zilizokuwa zikitoka uwanja wa ndege Ngerengere Morogoro kwenda Mwanza zikipita juu ya ziwa Victoria zililipuliwa na askari wa TPDF na kuua marubani wake wakidhani zilikuwa ni ndege za adui. Kani mambo frelimo, kani mambo frelimo, kani mambo frelimo, kani mambo.
Baada ya matukio hayo, Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipanda ndege kwenda Beira nchini Msumbiji kukutana na Rais Samora Machel na kushauriana naye mawili matatu juu ya uvamizi wa Idi Amin Dada. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kidogo ahirisha safari hiyo, lakini kutokana na kuwa alikuwa mwenyekiti wa nchi zilizo mstari wa mbele katika ukombozi wa bara la Afrika, alilazimika kwenda Msumbiji, nchi nyingine zikiwa ni pamoja na Angola, Botswana, Msumbiji, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. A luta continua. Wakati huo pia kulikuwa na mgogoro wa mpaka kati ya Zambia na Zimbabwe uliosababishwa na Rais Kenneth Kaunda wa Zambia. Mwalimu Nyerere ndo alikuwa ameitisha mkutano huo kushughulikia mgogoro uliokuwepo. Rais wa Zambia Mosihizo Kenneth Kaunda alikuwa amefungua mpaka wake na Zimbabwe, jambo lilomkera sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake wa Msumbiji Samora Machel. Nchini Zimbabwe zamani ikifahamika kama Rhodesia, mwanasiasa Ndabaningi Sithole ambaye ni mwanzilishi wa chama cha Zimbabwe African National Union ZANU kabla kuangushwa na Robert Mugabe, alikuwa ni mshirika wa karibu sana wa Idi Amin Dada. Kwa hiyo kufunguliwa kwa mpaka huo kulimfadhaisha sana Mwalimu Nyerere, hasa wakati huo ambao Tanzania ilikuwa na mgogoro na Uganda. Duru za ujasusi za Tanzania zinaashiria kuwa kiasi fulani utawala wa Rhodesia ulikuwa na uhusiano wa kijeshi na utawala wa Idi Amin Dada. Katika kitabu cha For the Sake of Argument, Essay and Minority Report, mwandishi Christopher Henches anasema wakati fulani Sithole aliomba msaada wa Idi Amin Dada kuunda jeshi lake binafsi. Jumatatu ya Julai 17 mwaka 1978, ikiwa ni miezi minne kabla kuzuka kwa vita vya Uganda, jarida la Fact and Report Volume 8 katika habari iliyoandikwa na David Martin kulikuwa na tuhuma za uhusiano huo wa kijeshi. Dikteta Idi Amin Dada ameshutumiwa vikali kwa kutoa mafunzo ya kijeshi kwa maelfu ya vijana na washirika wa Ian Smith kwa madhumuni ya kuwatumia kuvuruga harakati za ukombozi nchini Zimbabwe, mwandishi huyo aliandika. Jarida jingine la International Bulletin Volume 4 la Julai mwaka 1978 lilizungumzia swala hilo na nukuu: mshirika mweusi wa Ian Smith, mchungaji Ndabaningi Sithole, anafundisha jeshi lake binafsi nchini Uganda, liliandika jarida hilo. Jarida jingine la Africa Research Bulletin nalo likaandika kuwa mchungaji Ndabaningi Sithole amepokea idadi kubwa ya wapiganaji kutoka Uganda kwa Idi Amin Dada pamoja na vifaa vya mafunzo. Sawa na hilo, kulikuwepo habari pia kuwa ndege za Rhodesia zilikuwa zikitua katika viwanja vya ndege vya Uganda Entebbe na Nakosangola. Habari hizi na nyingine nyingi za ushirika wa Idi Amin Dada na Sithole zikijumuishwa na ile ya Zambia kufungua mpaka wake na Rhodesia zilimfanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenda Msumbiji kujadili jambo hilo haraka iwezekanavyo. Ingawa maadui katika wingi wao tumewatoa katika kaskazini ya mto, lakini bado inaelekea vimo vikundi vidogo vidogo vinawasumbua vijana wetu kule, na kwa hiyo kazi ya kuwatoa hao lazima iendelee. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikutana na Rais wa Msumbiji Samora Machel jioni ya Novemba 2 mwaka 1978 kujadili jambo hilo na kuridhika kuwa Idi Amin Dada alitumiwa na mataifa mengine kuivamia Tanzania kwa lengo la kumuondoa Mwalimu Nyerere katika harakati zake za ukombozi wa Zimbabwe dhidi ya beberu Ian Smith na mshirika wake mchungaji Ndabaningi Sithole, na kwamba huenda Uingereza ilikuwa nyuma mpango huo. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa halikuwa jambo la bahati mbaya kwamba vita vya Kagera kuzuka wakati huo muhimu wa mazungumzo kati ya vikosi vya ukombozi na serikali ya wachache beberu Ian Smith nchini Zimbabwe. Ni kuwa wapinzani wa ukombozi walitaka kudhoofisha jitihada za Mwalimu Nyerere kwa gharama zozote. Hata na hivyo, baada ya kutafakari yote hayo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimhakikishia Rais Samora Machel kwamba Tanzania ingeweza kupambana na Idi Amin Dada bila kupoteza lengo lake la harakati za ukombozi wa Zimbabwe. Walikubaliana kuwa kikosi cha jeshi la Tanzania kilichokuwa katika mpaka wa Msumbiji na Rhodesia kirejee Tanzania, na zaidi ya hilo Rais Samora Machel naye akaahidi kutoa kikosi chake kuja kuisaidia Tanzania. Ndani ya siku chache wanajeshi wa Msumbiji waliwasili Kagera tayari kwa mapigano. Hata na hivyo hakukuwa na chombo chochote cha habari cha Tanzania kilichoandika au kuripoti taarifa zozote za wapiganaji wa Msumbiji kuwasili Kagera. Hata na hivyo, katika kitabu cha War in Uganda, mwandishi Martha Hani anadai kuwepo ushahidi kidogo kwamba wanajeshi wa Msumbiji walikuwa Tanzania baada ya kukutwa kwa nakala gazeti la Notius kwenye ukumbi wa mapumziko wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Mwandishi wa kitabu hicho ambaye alikuwa
uwanja wa vita alidai hata zaidi kuwa licha wanajeshi wa Msumbiji wapatao 800 kuwa mstari wa mbele wa vita, hakukuwa na wapiganaji wengine kutoka taifa jingine duniani waliopigana bega kwa bega na wanajeshi wa Tanzania dhidi ya wanajeshi wa Uganda. Usiku wa Novemba 15 mwaka 1978, kikosi cha kwanza cha askari wa Tanzania chini ya Luteni Kanali Benjamin Msuya kilivuka mto Kagera kwa mashua ndogo na kuingia ng'ambo ya pili. Hadi kufikia wakati huo kuvuka mto Kagera kwa mashua, zaidi ya Watanzania 1000 walikuwa wameuawa, na hiyo ni kulingana na mahojiano aliyoyafanya Luteni Kanali Msuya na gazeti la The Monitor mnamo mwezi Mei mwaka 2014 nyumbani kwake Kunduchi jijini Dar es Salaam. Luteni Kanali Msuya aliongoza batalioni ya 19 JWTZ iliyokuwa chini ya brigade ya 208 iliyoongozwa na Brigedia Jenerali Mwita Marwa. Kazi yake kubwa ikiwa ni kuivamia na kuiteka Kampala, lengo lilofikiwa mnamo Aprili 10 mwaka 1979. Baada ya JWTZ kuiteka Kampala, Luteni Kanali Benjamin Msuya alitawala mji huo kama meya wake na pia kama rais wa Uganda kwa siku 3 hadi nchi hiyo ilipompata rais wake wa mpito Profesa Yusuf Lule. Kufikia alfajiri ya Novemba 19 mwaka 1978, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania lilituma kikosi kingine cha askari ng'ambo ya mto Kagera, ambapo kulishuhudiwa uporaji na mauaji yaliyofanywa na askari wa Uganda. Serikali ya Tanzania ilisema kiasi cha watu 40,000 walivuka mto Kagera kukimbia majeshi ya Uganda, wakiacha kiasi cha raia kati ya 5,000 na 1,000 wakihofiwa kuuawa. Miongoni mwao, kwa mujibu wa gazeti la Daily News, walikuwako wa Tanzania 485 waliopelekwa gereza la Mutukula upande wa Uganda, ambako waliuawa kwa kulipuliwa kwa baruti. Habari iliyoandikwa na Johnny Datanov kwenye gazeti la New York Times la Novemba 23 mwaka 1978 ilisema kuwa katika biashara, kitu pekee kilichoonekana na uhai baada ya uvamizi wa majeshi ya Uganda ni mbwa mweusi aliyekonda baada ya raia wa Tanzania kuyakimbia majeshi ya Idi Amin Dada. Maduka yote, kwa mujibu wa The New York Times, yaliporwa. Katika duka moja lililoporwa, kilichokuwepo kimesalia dukani hapo ni picha ya harusi ya mmiliki wa duka hilo, Zaharan Salum, na bibi harusi wake ambaye ilikuwa ikining'inia ukutani. Gazeti hilo liliandika, kati ya ng'ombe 12,000 waliokuwa ranchi ya Narco ni ng'ombe 100 tu waliosalia baada ya wengine kuporwa. Wamiliki wa ranchi hiyo ambao ni raia wa Australia hawakuonekana baada ya uporaji huo na inahofiwa waliuawa. Kiwanda cha sukari Kagera na shamba la miwa navyo viliteketezwa. Doria Luteni Kanali Msuya ilifika hadi mpaka wa Uganda Jumatano ya Novemba 22. Kwa wakati wote huo askari wa Idi Amin Dada hawakuonekana, lakini doria hiyo ilipofika eneo la Minziro iliona kiasi cha askari 30 wa Idi Amin na vifaru viwili vikiwa eneo la kanisa. Askari hao hawakufanya lolote na hatimaye walirudi nyuma hadi eneo la Kiaka. Ijumaa Novemba 24 mwaka 1978, vikosi kadhaa vya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania vikiongozwa na mabrigedia watatu, James Luhanga, Mwita Chacha na Silas Mayunga, vilitanda kuzingira maeneo yote yaliyotekwa na jeshi la Tanzania. Siku hiyo hiyo daraja la dharura likajengwa ili kuvusha vifaru na zana nyingine za kivita. Kazi hiyo ikikamilika na siku iliyofuata zana za kivita zikaanza kuvushwa kuelekea Uganda. Wakati daraja la dharura likijengwa, Rais Nyerere alizuru eneo hilo licha makamanda wa JWTZ kumzuia. Akiwa kwenye uwanja wa vita, Mwalimu Nyerere alitumia darubini kutizama wapiganaji wa Amini wakiwa vilimani, umbali wa kilomita 10 kutoka mpakani, tayari kuishambulia Tanzania. Tunagombea ardhi yetu, hata hewa ya Tanzania ni yetu. Ni lazima mjue hayo. Ziara hiyo Mwalimu Nyerere ilimshawishi kukubaliana na makamanda wa JWTZ kuwa eneo la Kagera lilikuwa salama, na ili usalama uwepo ilikuwa ni lazima JWTZ kuvuka mpaka na kuingia Uganda. Tarehe 22 Januari tumemtoa katika vilima hivi tulivyokaa. Wajibu wetu mkubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba mlima ule wa Kagera tunaouona ni lazima tuuchukue na uwe mikononi mwetu. Kwa muda mrefu tumesubiri, na sasa tumepewa amri na amiri jeshi mkuu kwamba nyoka huyo lazima tumwangamize. Tukubaliane, kama kuna mtu atarudi nyuma, tuna hiari kurudi nyuma kuvunja ile daraja la Kagera, na tukae huku mpaka tumehakikisha kwamba
hakuna yeyote atakayerudi mpaka Nduli Amin amekamatwa na kuuawa. Usiku wa Jumapili ya Novemba 21 mwaka 1971, askari wa Tanzania walivuka mpaka na kuingia Uganda. Kikosi cha kwanza kilichosaidiwa na vifaru kiliongozwa na Luteni Kanali Salim Hassan Boma, huku vikosi kadhaa vikijidhatiti maeneo ya misitu kuzunguka mji wa Mutukula. Kikosi kimojawapo cha JWTZ kikiongozwa na Luteni Kanali Salim Hassan kikisaidiwa na vifaru kilitembea katika barabara kuu ya kuelekea Mutukula, ikiwa mbinu ya kuwavuta maadui, na ilifanikiwa. Wakati majeshi ya Idi Amin yakifuatilia nyendo za kikosi cha Luteni Kanali Boma kilichokuwa mbele yao, yalishtukia kishambuliwa na kikosi kingine cha JWTZ kutoka nyuma yao, na kwa jinsi askari wa Uganda walivyopagawa na uvamizi huo wa ghafla, walikimbia na kutelekeza silaha zao. Nyinyi iko kampuni moja tu, hapana battalion, mnapigana na battalion 3 mzima mpaka mnafungua njia kutoka Mutukula na ingia naye mpaka Kiaka kukwenda kumpa support kwa watu wengine. Pahali yenu alikuwa difficult, mimi alikuwa nafikiri hapana weza kurudisha nyinyi nyuma. Kwa njia hiyo JWTZ ilijipatia silaha mbalimbali kuanzia vifaru hadi bunduki za kawaida. Katika mapambano hayo, kikosi cha Luteni Kanali Boma kilipoteza askari 3 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hata hivyo, bila ujasiri huo wa Luteni Kanali Salim Boma, ingekuwa ni vigumu kuvunja ngome za jeshi la Uganda katika vilima vya eneo hilo. Kwenye mapigano Mutukula, idadi kubwa ya raia waliuawa, kila kitu kiliharibiwa na kila kilichokuwa na uhai kiliuawa. Mabulldoza alifukia nyumba zote za udongo na vikongwe ambao hawakuweza kukimbia waliuawa. Kufikia mchana wa Novemba 22 mwaka 1978, Mutukula haikuwepo tena, isipokuwa tu kwenye ramani kitabu cha War in Uganda kiliandika. Habari za Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kuitwa Kagera zilimfariji mno Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye baadaye alitoa amri kwa JWTZ kwa njia ya maandishi akilitaka jeshi la Tanzania kutofautisha askari na raia na mali zao. Hata na hivyo, ushindi wa kwanza wa JWTZ ukawa umepatikana kwa kuikomboa Mutukula. Siku jeshi la wananchi wa Tanzania lilipovuka mpaka, serikali ya Uganda ilitangaza kuwa wanajeshi zaidi ya 100 wa Tanzania waliingia maili 100 ndani ya Uganda na kuteka miji mitatu ya Kyotera, Kakuto na Kalisizo. Habari za safari? Karibuni nyumbani. Nasema ni nyumbani kwa sababu wanaoishi humu ni watoto wa wakulima na wafanyakazi. Miezi miwili ya mwanzo wa vita vya Kagera ilikuwa ni ya kuongeza idadi ya wapiganaji jeshini. Katika juma la mwanzo, vikundi vya wanamgambo vilianza kufanya mazoezi baada ya saa za kazi. Miongoni mwa wanamgambo hao kulikuwa na wakulima wadogo na wale ambao hawakuwa na ajira. Jeshi la polisi lenyewe lilichangia askari wapatao 2000 kwenda uwanja wa vita nchini Uganda. Mara tu baada ya uvamizi wa majeshi ya Uganda katika ardhi ya Tanzania, wakuu wa mikoa yote 20 ya Tanzania walikutana jijini Dodoma kujadiliana kuhusu uandikishaji wa wapiganaji, kila mkoa ukipewa idadi ya kikomo cha wapiganaji 2000, huku wakuu hao wa mikoa wakitakiwa kuwapokea wale tu waliohitimu mafunzo ya mgambo. Pamoja na hayo, mkuu wa mkoa Mara alipotangaza tu mkoani kwake kuwa yeyote anayetaka kujiunga na jeshi ajitokeze, wananchi wengi mkoani Mara walimiminika kwenye vituo vya kujiandikisha, hali iliyopelekea vituo vya jeshi kulemewa kutokana na idadi kubwa ya waombaji. Hali hiyo ilipelekea Rais Julius Nyerere kufunga safari hadi mkoani Mara kukabili tatizo hilo kwa kuruhusu wapiganaji 4000 kuandikishwa badala 2000 wa kikomo kilichokubaliwa awali, ili mradi tu hawakuwa na tatizo la akili, wana elimu angalau ya darasa la 7 na walikuwa ni wanachama wa CCM. Zidumu Chama cha Mapinduzi! Zidumu siasa ya ujamaa na kujitegemea! Zidumu milele fikra za mwenyekiti wa CCM! Kwa kutumia utaratibu huo, wanamgambo wapatao 1040 waliingizwa jeshini na kufanya idadi ya wapiganaji kufikia 1075 na zaidi. Hatimaye wapiganaji 1045 wa Tanzania wakaingizwa Uganda. Pamoja na kuwa wanamgambo wanawake walipata mafunzo sawa ya kijeshi na wale wanamgambo wa kiume, lakini hakuna mwanamgambo mwanamke aliyeingia jeshini kupigana vita, isipokuwa tu walitumika kama wauguzi.
Mara baada ya uvamizi wa Kagera, serikali ya Tanzania ikaanza kuwahamasisha wananchi wa Uganda waliokuwa wakimpinga Idi Amin kupigana dhidi ya majeshi yake. Hii ikimaanisha kuwa hadi kufikia hatua hiyo, mkataba wa Mogadishu ukawa umekufa rasmi. Mkataba huo maarufu kama mazungumzo ya Mogadishu uliafikiwa nchini Somalia mwaka 1972 ukiwa na lengo la usuluhishi la mgogoro kati ya Tanzania na Uganda. Baada ya kukwama kwa juhudi za kusuluhisha mgogoro huo, Mwalimu Nyerere alitangaza kuwa anawaunga mkono wale wote wanaompinga Idi Amin na yuko tayari kutoa mafunzo, silaha na fedha kwa Waganda wote ambao wangekuwa tayari kwenda Uganda kumpiga Idi Amin. Awadhi Rashid, sehemu ya kwanza ya Operation Chakaza, makala maalumu ya Nyufa za Kanda, Arusha One Radio.